Mwisho wa vita vya pili vya dunia ulifikiwa kupitia tukio moja la kutisha sana katika historia ya mwanadamu, kutumika kwa silaha za nyuklia kwa mara ya kwanza vitani. Mabomu ya atomiki yaliyodondoshwa katika miji ya Hiroshima na Nagasaki mwaka 1945 yalibadilisha kabisa historia ya vita na teknolojia ya kijeshi duniani. Matukio haya yalisababisha maelfu ya vifo papo hapo na athari za muda mrefu kwa afya na mazingira. Habari, karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu historia ya mkasa wa mabomu ya nyuklia ya Hiroshima na Nagasaki, asili ya mradi wa kutengeneza bomu la atomiki. Wakati vita vya pili vya dunia vilipokuwa vinaendelea, mataifa makubwa yalikuwa yakitafuta teknolojia mpya za kijeshi ambazo zingewapa ushindi haraka. Marekani ilianzisha mradi mkubwa wa siri uliojulikana kama Manhattan Project. Mradi huu ulianza mwaka 1942 na ulihusisha mamia ya wanasayansi na wahandisi waliokuwa wakifanya kazi kwa siri ili kutengeneza silaha mpya yenye nguvu kubwa sana. Miongoni mwa wanasayansi walioongoza juhudi hizi alikuwa Robert Oppenheimer. Mradi huo ulifanyika katika maeneo mbalimbali nchini Marekani na ulilenga kutumia nguvu ya mgawanyiko wa atomu, nuclear fission, ili kuunda mlipuko wenye nguvu isiyowahi kuonekana hapo awali. Sababu za Marekani kutumia mabomu ya atomiki. Mwanzoni mwa mwaka 1945, vita kati ya Marekani na Japan vilikuwa bado vinaendelea kwa ukali. Ingawa Japan ilikuwa imepoteza maeneo mengi ya kijeshi, serikali yake bado haikuwa tayari kujisalimisha. Viongozi wa Marekani waliamini kuwa uvamizi wa moja kwa moja wa visiwa vya Japan ungeweza kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya askari na raia. Kwa hiyo walichagua kutumia bomu la atomiki ili kulazimisha Japan kujisalimisha haraka. Rais wa Marekani wakati huo alikuwa Harry S. Truman. Ndani ya uongozi wake ndipo uamuzi wa kutumia silaha za nyuklia ulipitishwa. Bomu la Hiroshima. Tarehe 6 Agosti 1945, ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya Enola Gay iliruka kuelekea mji wa Hiroshima. Ndani ya ndege hiyo kulikuwa na bomu la atomiki lililoitwa Little Boy. Saa 2:15 asubuhi bomu hilo lilidondoshwa juu ya mji huo. Ndani ya sekunde chache tu, joto kali sana lilitokea, mlipuko mkubwa ulitokea, wingu kubwa la moshi lilipanda angani. Takribani 70% ya majengo ya mji huo yaliharibiwa. Watu wengi waliokuwa karibu na eneo la mlipuko walikufa papo hapo kutokana na joto kali na shinikizo la mlipuko. Inakadiriwa kuwa takribani watu 140,000 walikufa ndani ya mwaka mmoja baada ya mlipuko huo kutokana na majeraha na athari za mionzi. Bomu la Nagasaki. Japokuwa bomu la Hiroshima lilikuwa limeleta uharibifu mkubwa, Japan haikujisalimisha mara moja. Kwa hiyo tarehe 9 Agosti 1945, Marekani ilituma ndege nyingine kuelekea mji wa Nagasaki. Bomu lililotumika katika shambulio hilo lilijulikana kama Fat Man. Bomu hili lilikuwa na nguvu zaidi kuliko lile la Hiroshima. Baada ya kulipuka, sehemu kubwa ya mji wa Nagasaki iliharibiwa. Takribani watu 70,000 walikufa kutokana na mlipuko huo na wengine wengi walikufa baadaye kutokana na madhara ya mionzi, athari za mionzi. Moja ya mambo yaliyofanya mabomu haya kuwa hatari sana ilikuwa mionzi ya nyuklia. Watu waliokuwa karibu na eneo la mlipuko walipata magonjwa mbalimbali baada ya muda. Baadhi ya madhara yalikuwa saratani, kuharibika kwa ngozi, kupoteza nywele, matatizo ya kuzaliwa kwa watoto. Waathirika wa mabomu haya nchini Japan walijulikana kama hibakusha. Hadi leo baadhi yao bado wanaishi na wanashuhudia athari za mabomu hayo. Japan kujisalimisha. Baada ya mashambulizi haya mawili ya nyuklia, pamoja na shinikizo kutoka mataifa mengine, Japan ilitangaza kujisalimisha tarehe 15 Agosti 1945. Hatua hii ilimaliza rasmi vita ya pili ya dunia. Vita hii ilikuwa moja ya vita kubwa zaidi katika historia ya dunia, na matumizi ya mabomu ya atomiki yalibaki kuwa tukio la kipekee na la kutisha sana katika historia ya kijeshi. Athari kwa dunia baada ya vita.
Baada ya vita ya pili ya dunia, dunia ilianza kutambua hatari ya silaha za nyuklia. Mataifa mengi yalijaribu kuweka mikataba ya kudhibiti matumizi ya silaha hizo. Mashambulizi ya Hiroshima na Nagasaki yalisababisha pia mwanzo wa kipindi cha mashindano ya silaha za nyuklia kati ya mataifa makubwa duniani. Tukio hili limekuwa fundisho kubwa kwa dunia kuhusu madhara ya vita na umuhimu wa kudumisha amani. Mabomu ya Hiroshima na Nagasaki yalikuwa matukio yaliyobadilisha historia ya mwanadamu. Yalionyesha nguvu ya teknolojia ya kisasa, lakini pia hatari yake kwa maisha ya binadamu. Hadi leo, miji hiyo imekuwa alama ya kumbukumbu ya madhara ya vita na onyo kwa dunia kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia.